Nashukuru kwa sababu tumefika. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nilete neno la Mungu kwa wale ambao wanaandika. Ujumbe wa siku ya leo, nataka tuzungumzie habari za kukomaa kiroho. Kukomaa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani watu wa Mungu wanatakikana wakomae kiroho? Tunatakikana tukomae kiroho kwa sababu kuna vitu ambavyo tunajikosesha wenyewe kwa kutokana na kulalamika kwetu. Mtu ambaye hajakomaa kiroho ni mtu wa kila jambo analotendewa, kila jambo analoliona, yeye moyo wake umejaa manunguniko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikaiona hii katika maandiko ya kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 5 mstari wa 1. Tasoma kwa sababu ya muda haraka. Yohana Mtakatifu mlango wa 5 mstari wa 1. Biblia inasema, baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akapanda kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu karibu na mlango wa kondoo pana bwawa la maji liitwalo kwa Kiebrania Bethesda, nalo lilikuwa na matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika lile bwawa akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa alipona ugonjwa wote aliokuwa umempata. Mstari wa 5. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa mgonjwa muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye alijua ya kuwa amekuwa katika hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kumtia katika bwawa maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba palikuwa na bwawa katika mji ule, na kile ambacho kilikuwa kikifanyika katika bwawa lile ilikuwa ni uzima. Kuna zamu ikifika, malaika wa Bwana hushuka, na malaika wa Bwana akishuka kwenye lile bwawa huatibua yale maji ndani ya lile bwawa, na akisha tibua yale maji, yeyote aliye pale anayeitwa mgonjwa akiwa na uwezo wa kuingia ndani ya lile bwawa, akitoka amefanya nini? Amepona. Bwana Yesu asifiwe. Sasa cha kushangaza ni kwamba kulikuwa na wagonjwa wengi, nao walikuwa wanajua desturi kwamba malaika wa Bwana akishuka niingie. Kinachonifurahisha zaidi katika lile bwawa, hatujaambiwa katika maandiko ya kwamba malaika akishuka ni upate mtu wa kuinue akutie pale. Biblia imesema uingie, uchoke yale maji pale ndani, ukitoka umepona. Kwa hivyo kazi ya malaika wa Bwana ni kuingia na kutibua maji. Hajakuja pale kukushika mkono, hajakuja pale akwambie njoo uingie ndani maana nimefika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pale kulikuwa na huyu mmoja aliyekuwa katika hali ya ugonjwa miaka 38. Na siku ilipofika, Yesu akamwendea pale. Biblia inasema, na alipojua huyu mtu amekaa siku nyingi, alipofika pale akamuuliza kwa ustaarabu, bwana mdogo, unataka nini? Bwana Yesu asifiwe. Nikuleta katika roho ya nini? Ya kunungunika. Yaani swali limekuwa ni dogo rahisi kabisa, unataka nini? Yaani nimefika na kuuliza unataka nini, lakini huyu mtu anasema, Bwana, sina mtu wa kunitia wapi? Birikani. Malaika wa Bwana akishuka akiatibua maji, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio hali ambayo watu wengi walio ndani ya kanisa wako nayo. Yaani wakiingia kanisani wamefika mahali ambapo
nafanya ibada nikienda sijapona, mpaka niende madhabahuni nikawekewe mkono na mguu nipate uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa huyo mtu alipomwambia Yesu malalamiko yake ya kwamba Bwana, sina mtu wa kunitia wapi bilikani, malaika akishuka akiyatibua maji, mimi ninabakia hapa, kunatoka mwingine. Yaani huyu mtu analalamika. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kunatoka mwingine anaingia na mimi nabakia pale pale. Inaenda hiyo awamu, ikifika malaika akishuka, mwenzangu anaingia mbele yangu na mimi nabakia hapa. Swali lilikuwa linaulizaje? Bwana Yesu asifiwe. Twende mstari wa 10. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia, jitwike godoro lako uende. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amemuonea huruma kwa sababu ni siku yake ya kupokea uponyaji, lakini yeye hatambui hiyo, yaani hana imani ya kuponya. Imani yake inasema mpaka apate mtu wa kumshika mtie wapi? Kwenye birika. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akajua huyu bwana hatapona leo. Mimi nikiondoka nikimwacha hapa hatapona. Maana yeye yuko hapa, lakini lengo lake ni apate mtu wa kumtia birika. Akamwambia, jitwike godoro lako na uende. Akajitwika godoro lake akaenda. Kwa sababu Biblia inasema ilikuwa ni siku ya Sabato, Wayahudi wakamfungulia mashtaka. Wanamwambia, unaenda wapi siku ya leo na godoro lako? Nikushangaza. Ameshaponywa na Yesu, amepokea uponyaji, lakini wakulalamika huyu hajakomaa kiroho. Anawaambia Wayahudi, yuko mtu ambaye amenifanya niwe mzima, na yeye ndiye ameniambia nijitwike godoro langu. Kwa hivyo sina makosa niliyofanya. Yuko aliyeniambia ya kwamba nijitwike godoro na niende. Kwa hivyo mkiwa mnihitaji mniambie huyo mtu, niwaelekeze yuko wapi. Sina makosa ambayo nimefanya. Just imagine amepata uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Twende 12 pale. Biblia inasema, basi wakamuuliza, yule aliyekuambia jitwike uende ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani. Yaani hata amepata uponyaji, lakini hata yule aliyemponya hajamfahamu, hajamjua ni nani. Anachokijua ni kwamba mimi nimeponya, na nimepona kuna mtu aliyenifanya nipone. Kwa hivyo ninyi Wayahudi msinizungue, msinitatize hapo mkasema nimejitwika godoro siku ya nini? Ya Sabato. Biblia inaendelea kusema mstari wa 14, baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Yule mtu akaenda zake akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyenifanya kuwa mzima. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakaudhiwa na Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami nitatenda kazi. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja Sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu Baba yake, akajifanya sawa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja huyu bwana amepokea uponyaji, ni mzima sasa. Ameingia hekaluni kama wewe ulivyoingia hekaluni leo. Anarukaruka. Bwana amemtendea neema. Mara Yesu akaingia pale. Yesu alikuwa hamjui huyu mtu. Lakini alipoingia pale Biblia inasema Yesu akamkuta wapi? Hekaluni. Na walionana siku ile moja. Yesu akamkumbuka ni yule niliyemwambia jitwike godoro lako. Lakini yeye hakujua ni nani aliyemponya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na baada ya hiyo Yesu akamwambia, ona sasa umekuwa mzima, usitende dhambi tena, isije hiyo hali kurudia tena. Alipomuona Yesu anamsemesha yale, Biblia inasema nini? Akatoka moja kwa moja mpaka kwa Wayahudi wale waliokuwa wanamuulizia aliyemfanya kuwa mzima ni nani. Anawaambia, sasa niko hapa, nimekuja. Yule aliyenifanya niwe mzima, aliyeniambia jitwike godoro, yuko hapa pamoja nami. Kwa hivyo kama mnamhitaji niambieni. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Haya, huyu mtu amekomaa kiroho kweli?
Yaani wewe umeponywa tena kwa neema ya Mungu. Maana ungeachwa pale kwenye bwawa haungepokea uponyaji. Lengo lako lilikuwa nataka kushikwa mkono utue kwenye bwawa. Yesu amekuonea huruma, umepokea uponyaji. Badala ya kuwa usimame umtukuze Mungu kwa neema yake, unamshtaki.